Pigia simu sema. Toa simu. Leta simu. Simu kama hizi sisi tunazitafuta siku na mchana, hapo nyewe mnatembea nazo. Leta walete. Najua na hela. Leta walete. Shida. Babu, sifa zako. Mimi umenikomoa. Mimi nakujua jambo. Kama mkubwa, hebu jiangalie kwanza mdogo wangu. Yaani wewe kila siku asubuhi, mchana, jioni rafiki yangu umelewa. Hivi kwa maisha gani rafiki yangu mpaka unafanya mambo kama haya? Mali za urithi. Unaboa mdogo wangu. Sasa hebu fikiria. Sawa. Una umri unalewa asubuhi, mchana, jioni, usiku. Yaani uwazi vile jambo lolote la msingi. Bali ulevi tu. Brother, unapiga sana kelele, unawafaidisha majirani. Sasa sikia, mimi nakupa mchongo. Mchongo gani? Sikiliza. Mimi nimepita njia ya pili kwa mzee Juma. Tena subiri kwanza, kabla hujamaliza. Pesa yangu niweka pale mezani. Naitaka. Sikiliza sasa ndio nakuelezea. Haya sema. Mimi mdogo wako. Ndio vizuri. Ndio. Haya sema. Kweli asubuhi nimechukua hela mezani. Ulimwomba nani? Sikukwambia. Haya sema. Sio mbaya kama ipo fresh vipi. Hela yako ipo. Ila nimeenda pale nilipokuwa nimebeti, nimepata hela nyingine nikaenda kunywa. Ila hela yako ipo kwenye wallet. Sasa kwa sababu nimekuja kwa mtaa pili hapa. Kuna jamaa mmoja vijana wale wa ovyo. Sawa. Wamenikaba hapa chini. Usije ukaniletea propaganda zako. Nitakuwasha makofi sasa hivi. Sawa. Sasa nisikilize sasa basi. Jamaa nikaba mimi, nakwambia mimi si mdogo wako kipenzi. Okay, sawa. Nani aliyekukaba? Jamaa nini useme nani aliyekukaba? Sawa. Anavaa mzura mwekundu na miwani myeusi. Kachukua wallet afu ile hela sasa yuko kwenye ile wallet. Na ile simu yako ile nyingine kapita nayo. Ngoja kwanza. Anamwanya hivi? Wewe ndio pia kupenda wewe mtawa. Hivi? Mwaga chai ananichukuliaje mimi? Yaani aipokuja mdogo wangu pesa yangu mimi. Niliyotafuta mimi. Aipokuja. Unamjua brother? Nimempata. Okay, imeisha. Nenda ndani kalale. Shida. Nenda. Yule jamaa unamkumbuka alikuwa anapita pale amelewa yule jamaa? Yule mlevi vile. Yule jamaa kazoea sana anapita saa kwa mitaa mwanangu. Mimi sijavumia nikaamua kuchukua simu yake. Nimechukua simu, nimechukua wallet, afu nimekuta mna 50,000. Na usawa huu sio poa ndugu yangu. Unasema serious mwanangu? Kweli kabisa. Sikiliza kwambie. Yaani hapo mwanangu umeyakanyaga mwanangu. Kwa nani? Kuna mshua wake mmoja yule brother yake mwanangu anapiga boxa mpaka maji yanadondoka mwanangu. Achana hiyo. Yule brother yake yule. Ndio maana mimi namwambia. Sasa toroka je shule. Unaona? Mafunzo yote yapo pale. Mwanangu umeyakanyaga. Si yani hapo kwenye pala mjomba si hatupo. Yaani tunakukataa tu hivyo. Babu. Kama vipi rudisha pesa za watu. Brother yake afai, brother yake nyoko. Nyinyi mnamjua? Nyoko yule. Unajua? Mnamjua? Na yeye anakujua vizuri. Sio kweli. Unakumbuka kuna siku tumekutana pale road pale kwa mzee Mpaki pale? Wa mwanangu. Tulipishana ila sasa wewe sema ndio hivyo mambo mengi yani. Tulipishana pale. Yaani sisi wenyewe tunavitamani sana lakini kwa ile jamaa umeyakanyaga mwana. Hamna mwanangu, vitu vya samani sana mwanangu. Utambo kama hili mwanangu, cheki wallet. Wewe. Mwanangu la kwenda mwanangu. Umeona? Mimi hapo bwana. Alafu na cheki dadi na mapassword kibao mwanangu. Yule mambo sio. Endeleeni bwana. Lazima yeye ndio huyo mwanangu.
Brother Mayendo. Na wai. Wa shwari na bwana. Sikiliza wewe boya. Sitaji ugomvi na wewe sawa? Si unanielewa? Afu mbona unakuja unatukana, unasema boya maana yake nini? Mbona tukuelewi? Okay. Leta simu. Simu? Leta simu hiyo. Kwani ya kwako hii? Lete wallet. Sikia. Iwe mwanzo na mwisho. Sawa. Mimi ndo naitwa Nyundo. Waulize maboya wenzako hapa mtaani wote. Alafu kikubwa sikia. Nakufahamu sana mdogo wangu. Mimi nitakufanya kitu vumbi. Mimi usije ukanichukulia poa. Mimi ndo Nyundo. Boya we. Alafu sikia. Siku nyingine ukirudia tena kumkabali mdogo wangu tauponza. Samehe basi kwa sababu kumbe mdogo wako mimi nilikuwa sijajua. Kaa mbali naye. Mimi sijafikiria blaza kama yeye ni mdogo wako. Okay, yameisha. Kaa mbali naye. Haina shida. Nashukuru sana. Boya we. Kuelekeza mapema. Na kile chuma mwanangu kimejaa. Nakwambia kinaongea kinafanya kujiamini. Mimi mwenyewe yani uhuni wangu wote pale nimedrop. Hapana, sio kweli ase. Blaza ungejichanganya mimi blaza ningekuachia. Msala blaza. Tena mambo hayo blaza. Sasa ikabidi niombe samani ase kile kidali hapana. Mandrumu nimemnunulia nazi. Alafu leo asinipigie chakula kinachokuwa kizuri na muua ndani ya nyumba babaki. Mandrumu nimekutoa mbali mwenyewe shida kibao. Alafu tazarau sasa eti kwenu au vizuri. Au vizuri mume anakununulia nazi. Akuletea upika wali msafi kila kitu free. Mandrumu bafu. Leta simu. Leta simu. Leta hela. Ndio. Vitu kama hivi nyinyi walevi mnatembea na simu nzuri kama namna hii. Sisi tunatafuta siku sana hii hapo tunatembea nayo. Toa hiyo. Umeniambia hapa mzaa mimi kumzaa kujua kitambo baba. Sinakuta mwanaume mzima kabisa hana kazi, kijana mbichi kabisa anashinda gym kuongeza hayo ma six pack. Unafikiria hayo tutakata yawe supu? Unaongeza hayo ma six nini hayo? Unafikiria hayo ndio tutakata hiyo nyama yako tuweke steak sasa ndio tuchome mishikaki? Baba. Amen. Six pack bila hela, wewe ni robot. Ila vijana shughuli hamna. Mnaenda kula hoteli, unaagiza vyakula vya bei. Kuku wa kienyeji na viazi, alafu na juisi ile ya nani uchanganye, ya tende, sijui ya nini. Anakuangalia tu. Unakuta mtu anakuangalia, unamuuliza, "What is wrong?" No, go on. Unakuta mtu anaangalia kwenye safari M-Pesa yake ya Safaricom, sijui ya nani, anakuta haitoshi. Anaanza kutext wenzake, "Jamani, nimekuja na hama hapa. Inadai mafuta ya kutosha. Hebu nirushie kidogo." Vijana wanaokoanaga hawa, wanaokoana. Na wengine ndio unakuta kabinti hakana akili. Unakatoa out hakaji peke yake. Unamwambia tuonane kwenye hoteli fulani, amekuja na kijiji. Unajiuliza, umekuja hapa unafikiri nimekuambia tunafanya kampeni za ugavana? Paki uniletee kijiji kizima. Ameleta wa mabinti warefu, wanene, wenye matumbo makubwa, wenye membamba. Wote wamekaa hapo kwenye meza. Unajiuliza, kuna kikao cha harusi hapa?
Nasema nimekuja na marafiki zangu. Marafiki zako. Anawaambia agiza kabisa. Be free. Unajua budget niliyokuja nayo mimi hapa. Mimi niliwaambia ukiona namna hiyo, mwambie tu binti mrembo hakomolewi mtu hapa. Haibibi mtu kirahisi. Wakisha agiza, wewe jifanye unaongea na simu, unatoka nje sa simu, ita bodaboda, tukutuku, mabinti wa leo, hii ndio dawa yenu. Tumbo kubwa liko hivi, ana mimba ya miezi 8. Wanaume walikuwa kama haoni. Anampelekesha huyu mama na tumbo lake. Yake maji bafuni ya moto. Ngoja nikuchemshie. Tumbo liko hivi. Yeye amekaa kwenye sofa ameshika remote. Kuna wakati mwingine mpaka unajiuliza kama shetani angekuwa na mwili physically angefanana na nani? Ila wanaume shughuli hamna. Tuliza, sasa tusingekutana usingekula. Tusingekutana usingesuka. Tusingekutana ndio usingelipa renti. Ndio usingelipa stima. Ndio usingejiunga bando. Yaani hapo. Jamani. Ndio maana kuna wengine mabinti mnasema mimi napata mchumba wananiacha, mchungaji niombe. No. Sio kwamba una mikosi, ila umezidisha mizinga. Unaifahamu mizinga? Mabomu. Wadada wa leo, punguzeni mizinga. Mbavu. Mwisho nashangaa mwanamke anasema Jehova nakushukuru. Nipa mwanamke ambaye ni wa tofauti. Mungu najikaza. Sema wewe ni ng'ombe wangu, lazima nikupeleke machinjioni. Lazima uende bucha pole. Ndio. Ukitaka kukamata kuku, usimtishie. Chukua mahindi unamrushia, anasema mama leo amefurahi. Mama leo kumbe ndani umeandaa kisu, vitunguu, mchele, mafuta na nini. Kwa anaona kabisa unamrushia mahindi, kuko anasogea, anasema anasema yani leo mambo yameenda sawa. Unamrushia mahindi, unaingia ndani, yeye anasogea, anashangaa tumbo langu unarudishwa. Urafiki umeisha. Anakamatwa, anachinjwa, lakini alikula kwa mahindi 5, kumbe kuna mchele ndani. Kwa hiyo nyinyi mabinti tumieni akili. Rusheni mahindi. Yaani ukiona anaelekea kukuoa, sema asante. Ila mabinti wa leo, iongezeni. Matumbo kubwa liko hivi, ana mimba ya miezi 8. Wanaume walikuwa kama haoni. Anampelekesha huyu mama na tumbo lake. Yake maji bafuni ya moto. Ngoja nikuchemshie. Tumbo liko hivi. Yeye amekaa kwenye sofa ameshika remote. Yaani kuna wakati mwingine mpaka unajiuliza kama shetani angekuwa na mwili physically angefanana na nani kama sio. Ila wanaume shughuli hamna.